Tuliachana last 2 weeks ago. Yani in that marriage amekuwa too toxic. Tulipatana 2019 nikiwa alinioa na huyo mtoto wangu mmoja, na alijifanya tu anampenda. Sasa venye nilipata mimba ya first born wake, sasa huyo second born wangu akachange akuwa mpendi, akaanza kumtukana. Alikuwa anamuita chokora, huwa anampiga sana. Hata akasema yeye hawezi msomesha, huyo si mtoto wake. Wazazi wangu ndio walichukua akampeleka shule. Alikuwa anaishi Ushago. Sasa kuna wakati akapigia mama yangu simu. Alikuwa anakuja kunipiga. Hata alikuwa analeta wanawake mpaka kwa nyumba. Ni threaten mimi kunipiga, na huyo amenipiga sana. Siku nyingine akapigia my mama akamwambia akuje Machakos achukue msichana wake ama ampate akiwa amekufa. Mamangu kufika, yenye alimpigia simu alimuuliza, unanipigia simu nikuje nikutombe ama? Akamwambia nikikupata hapo kwangu nitakuweka kwa kitanda nikufanyie vile nafanyanga msichana wako. Si tukaenda. Mamangu akanibeba tukakuja huko. Within 2 weeks kaniconvince mimi for those 6 years tumekaa pamoja. Nimeenda kwetu more than 20 times. Juu nilikuwa nataka marriage, mimi mwenyewe ndio nilikuwa najirudisha. Nikirudi nilikuwa nakuja kuokota nguo za wanawake za ndani, mimi naenda kutupa. To extend wanachukua video kwa kitanda yangu, wanakuja kunionyesha nikirudi. Hata kuongea na wanawake mbele yangu. Sasa December mtoto wangu wenye alifunga shule akakuja kutusalimia. Alikuja on Monday na on Wednesday akacomplain tumbo. Na hiyo Wednesday hiyo akicomplain tumbo, the guy hakurudi kwa nyumba, hakulala kwa nyumba, sijui alienda wapi. Alikuja the following day saa 9 hivi. Mimi sikuwa na simu, nimekaa miaka mingi bila simu. Nikamwambia mtoto ni mgonjwa, akasema yeye hana pesa. Nikaomba jirani tu pesa, nikaenda nikambaia fragile ya tumbo juu alikuwa ana complain tumbo. Sasa usiku kitu saa 2 akaanza kuhara. Nikamwambia mtoto ni mgonjwa, nisaidie hata na simu nipigie watu wa kwetu. Kaniambia niache kumpigia kelele. Kitu saa 4 tena nikamwambia nipelekee mtoto aliweka earphones kwa masikio na wakajifungia kwa bedroom moja na watoto wengine, na mimi akaniacha kwa hiyo bedroom nyingine. Kitu 5 ndio niliona mtoto amezidiwa. Mimi nikaamka tu nikaanza kumtayarisha nimpeleke hosi. Kufika hosi ndio niliambiwa yuko. Mimi sielewi, lakini hiyo ni kama ni kitu tu alipewa. Juu kama ni kitu niliwapikia kwa nyumba, ishu ya tumbo ingewapata wao wote. Lakini ni huyo mmoja alikuwa na akakataa kupeleka hospitali. Sasa wakati wa matanga, mtoto amepelekwa Mondezoni. Kuna siku amekuja akatutoa nje saa 4 usiku, mimi na masista wangu wawili. Mtoto kabla hajasiku akatufukuza. Kisa tunasema ameua mtoto, na hakuna mtu alimwambia ameua mtoto, alikuwa tu anajijazia. Akatutoa nje, tulikaa nje kutoka saa 4 mpaka saa 9. Brother yake alitukujia tukaenda kulala kwake Maunda. Sasa niko kwetu, niko kitu. Tulikosana na akaniambia nitoke wake. In fact alikuwa ananionyesha picha ya mwanamke. Akaniambia nitoke kwake mimi. Na hata nilifanya kuomba fare. Alikuja Saturday usiku saa 8 kama amekunywa. Kaanza furugu, matusi, akitaka kunipiga. Kilala akiamka asinipate hapo. Mimi nikajipanga na watoto wangu nikatoka. Hata alienda FB akaanza kuandika vitu, sijui kama ilionekana. Kwa anasema yeye ana bibi taoa. Mimi wenye nilikuja kuna siku nilikosa pesa ya chakula, nikamwambia nitumie pesa ya watoto. Akasema yeye hawezi tuma, na mimi nikaachana na yeye. Juzi nikapata job ya restaurant hapa Kitui, nalipwa 9K. I had to go juu niko na watoto wanataka kukula, wanataka kila kitu. Sasa jana ndiye alikuja Kitui. Mimi hakuwa ameniambia kama anakuja, lakini kwa ananiambia amepiga simu anakuja. Akakuja huku nyumbani akanikosa. Akaniuliza uko wapi? Nikamwambia mimi niko town. Sijui alitraka aje akajua mahali ni. Akakuja mpaka hapo akaniuliza unaona ukiwa mbali sana.
Juu simu yenye natumia ni ya mkopa, ni ya kulipia, alinichukulia na ID yake. Sasa alikuwa anataka kuichukua, nikashika kwa nguvu na nikapatiana niekewa. Juu ameanza kuambia watu nilimuibia pesa, mimi ni mwizi, nimuibia 6K, mpaka ataniua, sitafika kesho asubuhi nikiwa hayo. Na akaingia kwa handbag, tulikuwa tunauza na float, unapewa. Ukilipa unakaa kashi, unafanyiwa mahesabu usiku. Nilikuwa na 800 kwa bag, akachukua 800 yangu na ID yangu, na akaenda na akakuja huku nyumbani, akaita watoto, akaleta sarakasi tu hapa, akachukua watoto akaenda. Hata walienda na nguo zenye walikuwa wameshinda nazo. Hawako safe. Huyo mtu anakunyanga bangi hata kwa nyumba, so hawako safe. Na kama hatuko sure atafanyia nini, juu kama huyo mmoja alihusika kwa kifo yake, hao wengine hawako safe. Niko na hobi, nilienda kunini, jana akapigiwa simu akasema yeye hayuko. Jana akipigiwa alisema yeye hayuko, kitu yasharudi Machakos.